Asante banana. Ni hatua gani serikali yetu Tanzania inafanya kudhibiti meli zinazofanya uvuvi haramu? Na uvuvi haramu unahusisha zaidi uvuvi wa dagaa kwa kutumia nyavu yenye matundu mapana. Hii sawa. Kuna aina gani za uvuvi haramu? Ni kwa kutumia wavu wenye sumu ambapo huwa samaki kwa muda mfupi sana. Karibuni sana. Uvuvi haramu nchini Tanzania ni moja ya changamoto kubwa zinazoathiri uchumi, mazingira na usalama wa samaki. Serikali ya Tanzania inatakiwa kuweka mikakati ya kudumu kukabiliana na tatizo hili katika bahari ya Hindi na maziwa makuu kama ziwa Tanganyika, Victoria na Nyasa. Ladies and gentlemen, huyu hapa Banana. Tayari kusikiliza. Hello, karibuni wasikilizaji. Leo nipo Dar es Salaam, Kigamboni, niko na wavuvi. Habari zenu waheshimiwa, poleni na kazi. Sogea karibu na mic. Leo naomba nyie ndio muanze kuniuliza swali. Karibuni. Ni hatua gani serikali yetu Tanzania inafanya kudhibiti meli zinazofanya uvuvi haramu? Serikali ina mfumo wa kutambua meli zote baharini ambao unatuwezesha kutambua meli ambazo hatuzitambui, hazina leseni au hazina vibali. Unajua meli yoyote iliyosajiliwa inapaswa kutoa taarifa saa 24 kabla ya kuingia baharini. Okay. Hii mic na sauti, tumia hii. Sawa. Nini unataka serikali ya Tanzania ifanye kusaidia wavuvi? Tunataka vifaa bora na mafunzo zaidi. Kuna aina gani za uvuvi haramu? Ni kwa kutumia wavu wenye sumu ambapo huwa samaki kwa muda mfupi sana. Hii inahatarisha maisha ya samaki baharini. Karibuni sana. Kuna uvuvi haramu unahusisha zaidi uvuvi wa dagaa kwa kutumia nyavu yenye matundu mapana. Nini unataka serikali ya Tanzania ifanye kusaidia wavuvi? Napenda kuona serikali ya Tanzania inatukopesha boti za uvuvi kwa masharti nafuu. Naomba mikopo hiyo ijumuishe makundi mane ambayo ni watu binafsi, makampuni na vikundi vya wavuvi. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni za mwaka 2026, serikali ya Tanzania imefanikiwa kukamata na kuteketeza vifaa vinavyotumika katika uvuvi haramu, zikiwemo nyavu za makila 2167, nyavu za kukokota 4768, mitumbwi 434 na injini za boti 124. Zaidi ya watuhumiwa 1047 wa uvuvi haramu wameshakamatwa na kufikishwa katika vyombo vya sheria mpaka sasa. Asante banana. Moja ya madhara makubwa ya uvuvi haramu ni kuporomoka kwa uchumi wa wavuvi wadogo. Kutokana na kwamba wavuvi waaminifu wanakosa kipato kwa sababu rasilimali hiyo inaoiwa na wavuvi haramu. Asanteni sana. Kwaheri.